Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu mliokuwa ndani ya nchi hii ya Tanzania, napenda kumikaribisha sana. Ila leo nataka nimezungumzie jambo linalofelisha watu katika maisha au mpango wa maisha. Watu wanayumba kwenye mpango wa maisha kwa sababu gani? Wewe unakuta wewe ni mkulima, unalima miaka yako yote lakini hakuna mafanikio. Yani unalima, tukuzungumzia kulima ni wale wanaolima mahekta makubwa, sio wakulima wanaolima vihekta vidogodogo. Yeye hafanikishi kwa sababu gani? Kitu cha kwanza, mipango yake aliyopanga inashindwa kutimia. Kwanza inakuwa ni machezo ambayo wanachezeana wao wenyewe shambani. Yani maana ya wao wenyewe shambani ni nini machezo yao? Kuna kitu kinaitwa kopera, yani wanakoperana mali zao shambani. Na mali hii inakopelewa wakati gani? Inakopelewa wakati aina mbili, wakati wa kupanda na wakati pale mazao yanapoanza kutunga. Yani yanapoanza kutunga, maana kila zao lazima litunge kwanza mimba, alafu mwisho wa siku ndio lilete faida. Kwa hiyo huyu mtu anashindwa kuendelea kutokana na machezo, na baada ya kukopelwa shambani kwake yeye, kinafikia kipindi anatiwa maradhi. Maradhi haya inakuwa muda mwingi sana yeye anahangaika hospitalini, lakini baada ya msimu kuisha tu, yani baada ya mavuno kukomaa na mavuno kuuzwa, yeye anakuwa mzima wa afya kabisa. Mara nyingi ni machezo. Kwa ndugu yangu nikwambie, unapotaka kufanya jambo lolote, kwanza hakikisha ngome yako umeizunguruka, yani mwili wako umekuwa safi. Sivyo itakuwa wewe ni mtu wa kila siku kupata matatizo, kwa sababu unafanya vitu vikubwa alafu malengo yako hayatimii kutokana hujajitambua kwanza wewe ni nani, na hujajitambua kwamba wewe uweze kufanya nini katika ulimwengu huu. Ulimwengu wa sasa una mambo mengi katika juu ya kipato. Ndugu yangu, wewe mkulima, na kuzungumzia mkulima, unapotaka kufanikiwa, basi kwanza unatakiwa kuna utaratibu uweze kufanya katika shamba lako. Yani udhibiti shamba lako ili uweze kufanikiwa maisha yako. Sivyo wewe utakuwa ni kila siku mtu kwanza moja unapata, lakini manufaa hakuna, na ukipata maradhi yanakuja kwa wingi. Mwisho wa siku unauza mali zako zote unapata shambani bila mafanikio. Tunakuja kuzungumzia wale wafugaji. Kuna ndugu zetu wafugaji wanafuga mali zao nyingi sana, lakini mwisho wa siku wale wanyama wanakuja kuteketea, ama kila siku wanyama wale wanaoibiwa bila sababu ya msingi au wanapotea. Kwa nini mali yako ipotee? Na kati Daktari Simba Mbili Nguvu ya Maono niko hapa. Kwa hiyo nipigie simu kwa namba zinazopita hapo chini niweze kukusaidia ili uweze kufanikiwa. Lakini la kuongeza ni wale ambao vijana ama watu wengi ndoa zao zinakufa kwa sababu, yani yeye ndoa yake inakufa, ananyang'anywa na mtu, mke wake yeye anachukuliwa na mtu mwingine, au mume wake yeye anachukuliwa na mtu mwingine. Kwani uteseke? Njoo hapa tutadhibiti, hakuna kumchukua yoyote yule, tutafanya jambo lolote ili aweze kurudi. Kwa hiyo karibu kwa Dr. Simba Mbili Nguvu ya Maono ili uweze kufanikiwa mambo yako, mipango yako. Karibu sana uweze kufanikiwa. Leo nimemileta huku tena, lakini huku ndo kwenye nguvu yangu kubwa. Napopata jambo lako, unaponipa kazi yako, lazima nishtaki huku mizimuni. Nikishtaki mizimuni, basi wewe ni lazima niambiwe kinachofuata ni nini, kwamba baada ya siku 2 mambo yako yanatimia barabara. Kwa hiyo karibu sana kwa Dr. Simba Mbili Nguvu ya Maono. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.